sitaki vituko za aina ile. Tunamalizia. Acha tumalizie na Psalms 51 verse 12. Psalms 51 verse 12. Psalms 51 verse 12. Taki kuachiwa funguo. Zaburi 51 12. Mstari wa 12 inasema hivi: Unirudishie furaha ya wokovu wangu, unitegemeze kwa roho ya wepesi. Imeishia hapo. Kwa roho ya wepesi. Unirudishie furaha ya wokovu wako, yes. Unitegemeze kwa roho ya wepesi. Kizungu inaendeleza, inasema hiyo roho ya wepesi iweze kunibeba, the willing spirit to support me. And this is what we need in the ministry. Ile jambo inafanya watu wengine wawe wazito katika kumhudumia Bwana na kumtumikia Bwana na kujitoa kwa Bwana, sababu tunapohudumia Bwana ni jambo moja inadhihirisha shukrani zetu. Thanksgiving ni majina mawili imewekwa pamoja, kuna thanks na kuna giving. Kwa hivyo katika thanksgiving kuna kurudishia Mungu shukrani katika matoleo. Na kuna watu wanakuwa wagumu, wanakuwa wazito kwa kutimiza mambo haya. Kwa hivyo kuna kujitolea kumhudumia Bwana kama ishara ya shukrani zako kwa yale yote amekutendea. Kuna kujitolea kwa sadaka na kujitolea kwa mali yetu kama ishara ya shukrani kwa mambo ambayo Mungu ametimiza katika maisha yetu. Lakini kulingana na Zaburi 51:12 ile inafanya wengi wasiwe na shukrani mbele za Bwana na wanasahau yale Bwana amewatendea katika maisha yao. Ni sababu furaha ya wokovu haiko pale tena. Hawafurahii ule wokovu, hawasherekei ule wokovu. Ni kama wanakaga wamenuna 24/7 sababu wao wameokoka, hawana raha ya wokovu. Naomba wale raha ya wokovu imewatoka, Bwana akakurejeshe katika jina la Yesu Kristo. Na ili unapopata urejesho wa furaha ya wokovu ukaweza simama kwa nguvu za Roho Mtakatifu na kumtumikia Bwana katika majira yetu. Lazima ijulikane kuna kizazi ambapo Mungu anainua kikamtumikie kwa furaha na kwa kujitolea kwa maisha yao yote. Naomba ya kwamba unatakaje sasa? Unatakaje? Sasa naona ni saa 8 imefikisha 15 minutes quarter to saa 8. Nawaambia sasa hivi hii anniversary ya ndovu inahitaji siku kama 5. Anniversary ya ndovu, ukiwa na anniversary ya panya inafanywa na masaa chache na hiyo mambo inaisha. Sasa mchungaji, hii lazima tutarudia, hata kama hatutaiita anniversary, kuna kakitu tutatengeneza tu hivi karibuni ili tutamalizie maneno haya, because there is a lot to do, na hatutaki jambo lolote tuachilie ama jambo lolote libaki nyuma. Na kwa hivyo naenda kumalizia sasa, na mhubiri mzuri anamaliza kama mara mingi, mara kama 5. Sasa nimeanza kumalizia mara ya kwanza namalizia. Na sijui kama unajua mchungaji mwingine wa PCA alienda kuhubiri pahali fulani huko kwetu, na akahubiri sana, masaa ya kumaliza ibada ikafika na mhubiri hamalizi. Sijui inakuwa shida gani. Watu wakifika hii miaka niko naye, nimebakisha kidogo nipige 60, nitawaita after about 2 years. Nikipika 60 na waita sherehe huko.
Sasa miaka hii ikikaribia, sijui wazee wanasikia tu kuongea, hawamalizagi story. Ngano itithiraga. Sasa mzee akahubiri, watu wakaanza kuchomoka. Wazee wanaona masaa imeisha na hamalizi. Sasa kwa miujiza kukaingia chura kutoka pale kwa mlango. Chura inakuja inarukaruka, naye Mungu akamsaidia kwa roho, akasema wazee, hebu tuambieni, hii chura inaingia huku kwa kanisa inamaanisha nini? Wakakumbuka pale Misri, wakamwambia hizi chura zinasema let my people go. Sasa akamaliza injili, lakini kama asingeingia ile, sioni kama ingemalizika. Wapili naye alihubiri revival, akahubiri kukawa usiku saa 4 saa 5 inaelekea saa 5:30, anahubiri tu. Saa hiyo amesweat, anahubiri, anasema saa hiyo I can feel the anointing. Sasa ana feel anointing saa 5:30 ya usiku, ana feel anointing. Watu wakachomoka mmoja mpaka mke wa pasta akachomoka, wakaachwa yeye na pasta. Baadaye akaona hamalizi saa hii inaelekea saa 6. Pasta akachukua funguo za kanisa akamletea kwa madhabahu, akamwambia ukimaliza ufunge kanisa. Gospel kama hii nyumba ya Stefano, na Bwana atusaidie tulewe kabisa. Mtu ambaye alikuwa amefikisha ulevi nusu, Bwana tunaomba kutoka sherehe ya siku ya leo alewe 100% katika jina la Yesu. Alewe 100%. Wakati anakuja kutarajia atatoa sadaka ya 100, analewa kabisa, anatoa 1000 na anajisikia mambo yote iko sawa katika jina la Yesu Kristo. Ulevi inakuwaga hivyo, sababu walevi pale kwa baa wanakaa pale wanasema hii meza yote ichafuliwe. Meza ichafuliwe. Kuchafuliwa ni kujazwa chupa. Crates zinakuja zinawekwa, michupa inajaa pale. Bwana tunaomba ulevi kama ule wa kiroho ujae katika nyumba hii, tuweze kuchafua chodo ya sadaka katika jina la Yesu. Hii chodo ichafuliwe. Tunakuja tunaangalia imejaa ama itajaa. Mtu mmoja anasimama anasema ichafuliwe. Hiyo chodo ya sadaka kukaga ikiwa safi kila wakati, na wanachafua meza. Neema hiyo ishuke juu ya kila mmoja wetu katika jina la Yesu. Nyosha mikono yako namna hii kama jinsi unavyopokea. Baba, tunaomba katika jina la Yesu Kristo, sisi tunasema ndio kwa ajili ya kazi yako. Tunaomba ya kwamba ukaachilie neema ya mapato, achilia neema ya ufanisi, achilia neema ya kuinuliwa, achilia neema ya maelfu, achilia neema ya malaki kwa mikono yetu, achilia neema ya mamilioni katika maisha yetu katika jina la Yesu. Ya kwamba Bwana, tunaposherehekea mwaka hii moja, unatutoa kwa kiwango cha chini, unatupandisha juu katika jina la Yesu. Tunasema ndio Bwana kwa kazi yako, tuwezeshe, tupe nguvu, tufanikishe katika jina la Yesu Kristo. Pokea. Haleluya. Biblia inasema katika Deuteronomy, you shall never forget the Lord your God, because it is him who gives you power to make wealth. Ni Mungu anapatiana nguvu ya kutajirika. Naomba nguvu ile ikawe juu ya maisha yako, juu ya nguvu zingine zozote
juu ya tawala zingine zozote, sababu najua katika maeneo tofauti tofauti kuna mamlaka na kuna tawala zinatawala mahali pale, lakini naomba nguvu ya Bwana iliyo juu ya nguvu zingine zozote, utawala wa Bwana ulio juu ya tawala zingine zote ushuke juu ya maisha yako na ikakupatia nafasi iliyo yako katika jina la Yesu Kristo. Uliokolewa na damu ya mwana kondoo, utasimama wima hata kukiwa na shida, hata majaribu yaje, utasimama na kutetea huu ufalme. Utahesabika kama mwanajeshi. Hawakuwa tayari kuhatarisha maisha yao. Najua Yohana Mbatizaji aliwekwa kwa nyungu ya mafuta, tanki ya mafuta inachemka. Mafuta ile ya kukangia kaimati, sijui na hizo zingine ni gani? Mahamri. Na mahamri na madazi hizo. Mafuta inachemka kiasi ile. Naye Yohana akatumbukizwa gani? Hadi anafanywa chips. Barbecue ya mtumishi wa Bwana. Walipoona hajakufa, wakamtoa wakampeleka kwa mateso ya Patmos. Lakini akiwa pale Patmos, Biblia inasema juu yake, I was in the spirit on the day of the Lord. Alikuwa ndani ya roho hata baada ya mateso yale. Wengine wanapitia japo kiasi tu, wanaanza kusema sasa, Bwana naona umeniacha. Amekuacha wapi? Hawezi akakuacha. Amesema I will never leave you, I will never forsake you. Ako pamoja nawe kwa majira yote. Majira ya furaha Mungu wako pale, majira ya uchungu Mungu wako pale. Yeye ni rafiki ambaye hatakuacha milele. Nataka niambie kanisa hili la Mishongoroni on your anniversary ya mwaka mmoja ya kwamba God is your greatest partner. Amen. God is your greatest partner. Amen. Hataweza kukuacha hata wakati mmoja. He is always with you. Kwa majira yenu yote, kwa mwaka yenu yote ya huduma, mjue ya kwamba Mungu ni partner wenu. Na kila wakati mnaenenda kwake, atakuwa ako tayari kuwasikiza na kutembea pamoja nanyi. Msije mkajisikia kama you are forsaken. Labda bishop wenu atakaa muda sababu ya kutembea huku na huko, labda aende huko Pakistan na ang'olewe shingo ama kitu kingine ipatikane huko. Mimi niko tayari kwa yote, lakini mjue Mungu hatawahi waacha. God is together with you. Mimi nikienda Kongo, labda nikwame huko kidogo kwa makanisa yetu ya Kongo, mjue ya kwamba Mungu hajaenda Kongo, ako pamoja nanyi. He is your partner number one. Na Mungu ndiye amewaita, Mungu ndiye amewasanya mahali hapa. Ukimuita atawasikia kila wakati. Katika Wakorintho wa kwanza 16, Wakorintho wa kwanza 16, hii anniversary inafaa iendelee siku kama 5. Siku kama 5. Unaona hata watu wakubwa wanapoitwa, isipokuwa Waislamu, watu wakubwa wanapoitwa wanakaaga siku mingi. Sherehe inakuwa ya siku mingi kusherehekea maisha ya mtu ule. Sasa hii ni kanisa kubwa. Oyo ni mundu munene, ni mundu mugima oyo, wewe ni mtu mzima. Inahitajika sherehe ya siku kama 5. Tunakuja hapa kama vile watu walikampu huko usiku, wanakampu huko wiki nzima. Makazi zote makazi ni jobs ama ni ile ya kukata.
Msiniletee hiyo makazi, nasema kazi zenyu tofauti zinafungwa, na mnakaa hapa mnasherekea wema wa Bwana, na mchele ikiisha mnatumana kwangu, natuma ile ya mwea pishori, ile ya pishori ya mwea huko ndani inakuja, mnaendelea kusherekea wema wa Bwana. Hii sasa